Karibu kwenye tutorial hii hapa. So tunatengeneza bedside, simple tu. Itakuwa tutorial na kwa imani yangu mimi, na imani itakuwa ni tutorial fupi kabisa. Nita scale kidogo mpaka hapa, then au nafanya hivi kwa sababu nataka kufanya kitu ambacho kitakuwa kinafanana. So nitachukua hapa Control R, nitakata huku na huku, nita scale let's say mpaka hapo, alafu na hapa Control R, alafu nita scale Z axis mpaka hapa. Sasa kuna namna nataka hapa juu iwe ndefu kidogo, so ta select hii hapa na hii, then GZ hapa nitataka iwe ndefu kidogo. Hata huku chini pia ikiwa ndefu sio mbaya sana. Okay, nitapashughulikia chini baadaye. Nataka nishughulikie kwanza hii the first drawer. Sasa nitabonyeza ili niende sawa, nita extrude kwenda ndani. Sasa ili kusudi nione vizuri ndani pamekaa vipi, sasa hapa hii imegeukia upande wako, nitabonyeza namba 3 inipe side view, then Z mirror. Kwa hiyo ni namba 1 inanipa side view, kwa hiyo G X. Kwa hiyo nitaisogeza mpaka hapa. Hapo imeshakaa kitaalam kabisa hapa. Kwa hiyo nitarudi kwenye solid mode, then nita duplicate shift D kutoa hii face nyingine hapa, afu hii face ngoja niangalie kwenye wireframe pia, G X. Kwa hiyo nitaisogeza ndani kidogo, then kwa sababu nitataka isiwe imegusa sana angles za pembeni hizi, nitai scale down kidogo hivi, alafu nita scale na hivi kidogo, alafu nitai extrude itoke nje. Sasa inategemea wewe unataka kutengeneza hiyo draw ya namna gani. Ulembo mwingine utakuwa ni juu yako, ila ideal mimi natengeneza draw. So hapo sawa. Ukitaka okay, ngoja nifanye kitu kingine ambacho ni sio muhimu sana, lakini ni option. Ta extrude scale hivi kidogo, alafu nikibonyeza tatu inanipa ili niangalie extrusion yangu imekaaje. Nita scale okay mpaka hapo, sawa. Sasa hapo kwa sababu zitakuwa zimeshare phase, nikibonyeza namba 1 ndio nitaelewa vizuri. Kwa hiyo nitabonyeza G X kidogo, ni extrude hapa kidogo hivi, after na nita extrude tena kidogo namna hii. Sasa hapa tayari. Kwa hiyo nita L select hiyo draw yote, then G nita move mpaka sehemu ambapo nitaona inafaa. So tayari, ingawa kwa huku nyuma nahisi tu kuna kitu kitakuwa kijakasa kwa sababu nimeisqueeze ndani. Kuna face hii, ngoja ni ivute kidogo ndani mpaka hapa. Ndio nimevuta face ya draw ya nini. Face ya draw iko hapa katikati, hii hapa. Yes.
Ukitaka unaweza ukaselect ukaselect upya. Mpaka hapa sawa. Sasa mpaka hapo tayari. Kwa nita select hii L, nita hide nibakize hii drawer peke yake, then nitaikata Control R, naweka loop cuts 2 na double click hivyo, scale y axis kwa mimi hapa, kwa wewe inaweza ikawa ni x axis, kwa hiyo sio kila kitu ni cha kuiga. Then Control R, nita add loop cut moja huko, then nitakuja hapa nita extrude downward huku. Sasa ndio utaweka makabrasha yako. Ngoja tuangalie namba 1 hapa, tuangalie side view kwenye wireframe inatuonyesha nini. Yani move down kidogo mpaka hapo, poa. Alafu Z solid mode. So draw kwa ndani inakuwa tayari, Alt H. Sasa kuna kitu kingine ambacho ni okay, hicho nitakifix baadaye. Nachotaka kutengeneza handle ile ya mkono hapa, ambayo hii pia kuna watu inawapa changamoto, but sio ngumu sana, ni kujua tu kutumia modifier. Naweka hii cube, then na scale, let's say hivi mpaka hapa, then naenda ku add modifier. Modifier nayoitumia, naenda kwenye generate na kuja kutumia subdivision surface modifier, na add hiyo modifier, ndio hii hapa. Hii ndio tutakutumia kutengenezea hiyo handle. Kwa nita select hii. Sasa ili nikae vizuri inabidi nifute upande mmoja hapa. Nita select hii hapa, then huu upande wote huu natakiwa ni ufute. Ngoja ni select face. Mbona select face? Yes, hii hapa, tunarudi hapa ili kusudi nitafuta hii yote. Kwa hiyo vertices nitakuwa nimefuta upande huu wote, then nita add mirror modifier. If nita enable creeping hapa, kwa hiyo iko vizuri. Wanakuja hapa, nita select face selection, then G, let's say mpaka hapa, labda hapa, afu tena na extrude hivi, alafu G Z axis. Okay. Alafu ngoja niongeze hii Z axis ishuke chini zaidi, tena na extrude namna hii, na extrude tena namna hii. So hivyo ndio ambapo njia naona ni rahisi ya kutengeneza hizo ile handle. Kwa hiyo hivyo lakini naona kama imetoka nje sana, so ndio kuselect hii hapa, G X axis. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza handle. Sasa nita add hapa loop cut moja, halafu au imekuwa kali sana kona yake, ngoja ni undo nifanye hivi. Unaweza ukaamua kufanya hivi, select hii na hii hapa, au tu select hii yote mzunguko wote mpaka chini, then tuta scale y axis namna hii. Endo inakaa kitaalamu kabisa. Sasa ukisha scale hivyo, labda nitakuja na hapa, nita select hapa na hapa, nita scale hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo naweza kutengeneza handle. Then nitabonyeza smooth,
Ukiwa na reference pia ni vizuri, unaweza kaangalia reference fulani ya handle huko, iwe kwenye mtandao wapi, picha ambayo unaona ina handle nzuri, ukaamua kuidesign hiyo handle. Sio lazima ufuatishe hii ambayo nimeitengeneza mimi hapa. So nitakuja hapa, nita apply hii. Nafikiri sasa hapo umejifunza namna ya kutengeneza kitu kama hiki kwa urahisi zaidi, japokuwa kitu kingine tu cha kukiongeza, lakini sio cha umuhimu sana. Tunaweza tukaadi kitu kama hiki pia. G alafu G x axis, alafu nikakiscale kwenda hivi G, alafu scale z axis. Kitu kama hiki pia unaweza sio muhimu, lakini ni kitu nimependa kukifanya. Sio lazima ufanye kitu fancy sana. Ukakiongezea mbwembwe tu, urembo fulani tu ambao hauna maana. Sio kwamba nilikuwa najua nitafanya nini kichwani, ni kimekuja tu. Smooth. Ukitaka mbwembwe zaidi utaongeza huko kwa upande wako. Mimi hapa nimechokea hapa. So ngoja niangalie kwa namba 7 ili nione kama nimeweka katikati. G inatosha. Wewe ndio unayejifunza huko, ndio uzingatie vipimo. Okay. So nakuja hapa, nakuja kufanya mirror kwenda kwenye hii hapa tayari, then enable tu hii, na kuja hapa Ctrl J. Hii hapa nitaita chuma. Alafu hii hapa yenyewe nitaita ubao. Hii nazo name ni materials, kwa hiyo usije ukafikiri ndio nitachukua hii sasa, nakuja kuiarrange hapa R 90 degrees, RY 90 degrees. Hivyo sasa, ukitaka kama unataka usikosee vipimo itokee katikati, tunakuja kuselect hapa katikati ya huu ubao, snap cursor to selected, after tuna select hii, tuna snap selection to cursor, imekuja kutokea katikati ya sehemu ya process. Ni kwa G X mpaka hapa. Yes, namna hiyo. Ingawa inataka ikae katikati, lakini nataka ipande juu kidogo hapa. So hapa tayari, kwa sababu sina haja ya nitakuja baadaye, nitazimerge tu hapa Ctrl J, haina shida. So kipengele kingine ambacho ningependa kuki-add hapa ni nataka hii ishuke chini kidogo. Unaweza ukaamua hizo ufanye mirroring au duplicate. Hiyo ni juu yako. Nita delete face ya chini, then select yote G Z axis. So
Then tachukua hii nitachofanya hapa ni unaweza kama ku add array modifier, kuja hapa na add, mbona array sioni, modifier generate, hii hapa array. Imekuja upande gani? Upande wa y axis kuna moja hapa, tutaki tunaweka 0, tunataka z axis hapa ndio tuone moja. Imepanda juu. Okay, ingani itaka ishuke chini lakini sio mbaya. Okay, basi huku chini sikuwa na haja ya kufuta ile, lakini okay, haina shida. Ngoja niweke tu fades, nitatumia hii ya juu. Kwa hiyo imepanda juu kwa value ile ile ambao mdao nilikuwa nataka nishushe chini, lakini sio mbaya. Sasa hapa hata kama unataka kutengeneza zile office cabinet unaweza kaongeza tu hivi zikawa tayari ni office cabinet, lakini mimi ninachotaka ni bedside. Mpaka hapo tayari. So nita apply tu hii, isinipotezee muda sana. Alafu kipengele cha nyongeza ambacho na chenye sio kwa maana sana, lakini urembo tu. Shift D, alafu G Z axis, nita scale, then nita extrude Z axis. Hapo tayari nimeshapata hiyo kwa juu. Kwa huku chini tunaamua sasa inakuwaje kwa chini. Kwa chini ngoja ni add kitu cha tofauti tu kwa leo. Nita add hii hapa, alafu G Z axis nita scale kidogo hivi, alafu yani scale down, mpaka hapo. Nita extrude hapa kidogo, hapa nita scale down pia, alafu nita extrude. Alafu nakuja mpaka hapa, alafu nakuja hapa extrude scale. Okay, ni smooth tu, biashara imeisha. Shade smooth. Hii hapa sasa ndio nitaweka kwa upande wa chini huku. Okay, kuna kitu sijapenda kilivyokaa kwa sababu nimeweka shade smooth. Extrude scale, au ukiona imekaa hivyo unaweza ka add kama extrude scale XID, unaweza ka add nini ile wanaita, uka add ukibonyeza control hii unaenda ku add nani, mark sharp. Mark sharp pia inakupa hiyo flatness nzuri. Okay, so G naenda kuangalia sehemu ambayo nitaona itakuwa imekaa vizuri hapo. Hapo itakuwa imekaa sawa sawa kabisa. So nitakachokifanya hapa ni ku add mirror modifier, generate mirror, lakini nitaiwekea kwenye hii kabati. Imekuja upande wa huku. Okay, sio mbaya bado. Alafu nita apply mirror
lakini tena nitamira mara ya pili, mirror, alafu inakuja kwenye hii, ila na change axis naipeleka y, inaniletea upande huu, then na apply, then na image na hii Ctrl J. Ndio hivyo ambavyo tunaweza tukafanya kwa urahisi, lakini hii nataka niipe material pia ya kama ya kwenye handles tu, chuma. Ukitaka kuipa material tofauti unaweza ukaipa, ni hiyo ni juu yako wewe. Okay. Sasa kuna kitu ambacho nilikuwa nimesahau kukiweka, ingani itakiwa nikifanye kwenye nilivyotengeneza tu draw ya kwanza. Kuna kwenye katika kuarrange texture vizuri, tena itakiwa niweke texture kwenye nani ya kwanza ili nisisumbuke baadaye. Kuna kumaxin. Kwa mfano hapa hivi unaona, ni kwanza nikiselect hivi, hapa katikati kuna vertices zimeungana hapa. Ni kwamba tu atuone hapa katikati. Kuziondoa hizo ili kusudi iwe texture moja, tunaweza nikaiselect hii kabati na hii ya chini. Alafu bila kuiselect hiyo ya juu, ninachotaka hapa katikati paungane. Then nitamerge hiyo in case, lakini sio muhimu. Nitamerge by distance. Then nikiongeza hapa value kwa moja tu, na hapa tayari nadhani itakuwa imeshaungana. Nikiselect hivi, bado nitamerge tena, merge by distance 2, 3. Hapa vertices zinazofanana zitakuwa zimeshaungana. Hapa katikati imeunga, lakini hapa kwa nini haijaunga? Kwa nini nikiselect huku inakuja inakwamia hapa? Sijajua hapa katikati kuna nini. Okay, nishaelewa. Kuna phase ipo hapo katikati ambayo ni ya bila kuiondoa haitaleta changamoto, lakini tu kazi yetu haitakuwa imejipanga vizuri. Ndio inayofanya nashindwa kuiselect automatic. Hiyo phase yenyewe iko katikati ya hizi mbili. Kwa hiyo kwa mfano nikija hii hapa hide hii H yenyewe hii hapo, hiyo ndio changamoto kubwa hii phase. Kwa nikiselect hivi afu delete phase, alafu nikiselect hii hapa pia, hii ya kwanza mbona ni delete ni hivi? Okay, hii hapo delete phase, then ngoja ni select hii hapa ni hide, nisije nikafuta hii hapa, na hii yenyewe ni hide. Ninachotaka ni kufuta hizi faces zilizoko hapa katikati, ndio zinazoleta shida. Hii hapa iliyobaki, hii hapa tuseme nikijaribu kuselect ilikuwa inazuia vertices nyingine kupanda juu. Okay, so face namna hiyo, Ctrl R. Sasa hivi unaona inapanda, ina rotate kabisa ni mpaka juu hivi. Mambo mazuri. So kabla sijarudisha zile zingine, ngoja nifanye Alt H kwanza, alafu nifiche kwanza hizi draw na hizi handle. Draw pia hii na hii hapa ninabonyeza L kuselect link, ni kitu ambacho kiko linked H namna hiyo. Sasa hapa ili mahesabu yaende sawa, ninachotakiwa ni kumaxin. Sasa kumaxin nakuja kusika edge selection, au unaweza nikaselect yote, alafu maeneo ambayo sitaki ya maxin nitaya select. Nimesahau hizi za huku chini, sitaki kumaxin chochote. Hizi na zenyewe naomba nizi hide. Okay, afu hii ndio nita select yote, alafu hata hii ya juu pia natakiwa ni hide. Nitaishughulikia baadaye. Hii hapa sasa, afu nita select yote, nitaanza maeneo ambayo sihitaji kwa maxin nitaya unselect.
Hapo nachotaka tu hii kumaxin ni ili kusudi nikija kuarrange texture zikae kwenye mpangilio mzuri. Okay, hivyo so bado huku nyuma nachotaka kama ubao unakuwa flat, sehemu moja yote inakuwa flat, isifikie sehemu ukakwama, kwa sababu maxin hizi ni kama borders. Kwa hiyo ili kusudi na maxin pia niweze kufanya quick selection ninapokuwa na panga textures zangu. Lakini so far mpaka hapo ni tayari. Okay, na mbinu hii unaweza ukaitumia kutengeneza zile kitchen cabinet, bedsides, vitu kama hivyo. So hapa tayari namna hiyo. Kwa nitabonyeza Control E, alafu pia nita maxin namna hiyo. Hapo tayari nimesha maxin. Nita Alt H. Kitu ambacho sija maxin pia ni hiki hapa, kwa hiyo hii pia nita select hivi. Okay, ingawa kuna njia nyingine ya kuselect hizi sharpen edges quick, sijui nimeisahau tu. Siku nikikumbuka nitawekea hapo. Kwa nisha select hiyo, pia nita Control E, maxin. Hizi handles sihitaji kumaxin kabisa, labda optionally naweza nikamaxin draw H hivyo, ingawa huku sijui nani ataona huku ndani. So kusave hii tutorial isichukue muda mrefu sana, huku ndani ya draw sita maxin, lakini unatakiwa kumaxin kwa ajili ya arrangement tu ya text ikae vizuri. Kwa hiyo nitarudisha hapa. Kitu kingine optional pia kwa ajili tu ya urembo, tuseme tu add hii hapa, inaweza ikawa hapa somo fulani hivi la namna hiyo. Taadu mpaka hapa. Hivi na select hii G, hapo, then nita extrude. Sasa kuna kitu kimoja hapa, mtanitoa ushamba. Nataka kutengeneza hiki kitaa, lakini sijui huko ndani wa kikoje. Kwa wanaojua mtatengeneza kama ilivyo ndani, kinavyoonekana huko ndani, lakini mimi sijuagi kikoje. Scale the axis namna hiyo. Kwa wale wanaojua ndani hiki kitaa kikoje mtatusaidia, lakini kwa mimi
sijui kikoje huko ndani. So nitatengeneza huko ndani kulingana na kilivyo. Sijui kuna vitu vimekuja kushika huku, sitaviweka sababu sijui kikoje. Control R, nita add lubricant moja huku mwisho, Control R, nita add nyingine huku chini, then nita smooth shader smooth. Okay, namna hiyo tusha add hiyo. Sasa hivi nachotaka na ingia stage ya kuweka materials. So nitakuja kwenye hii hapa, nitaanza ubao na huku mvua inanyesha, kwa hiyo kama utaacha kunisikia basi utafuatisha ninachokifanya, lakini nitaendelea kuongea. Naenda kutafuta texture zangu mahali ambapo naziweka. So naenda okay. Ubao, ngoja nitumie ubao gani? Nina mbao nyingi huku. Je, nitumie hii? Sitaweza kuona mpaka niweke kwenye hapo. Sasa umeona arrangement ya texture ilivyokaa, haijakaa vizuri. Kwa hiyo nitakuja kwenye UV editor kupanga texture vizuri. So nitakuja select face selection. Cha kwanza nita select yote, alafu nita unwrap, nitaweka light. Hiyo itanipa itaweta kwa mahesabu haya hapa. Then sehemu inayobaki nita select hapa, nita select sasa kwa side L, na select hiyo, alafu L nita select na side hii. Hizi side zote nataka ziende kwa usawa fulani hivi. So nitabonyeza namba 1, niki unwrap side from view zote zitatokea sehemu moja. Kwa hiyo nita unwrap project from view, hii imetokea hapo. So nitaipanga hapa, au niitoe kabisa kwanza hapa nje, nitakuja kuichukua baadaye. Nakuja na huku nita select, lakini nitataka pia na baadhi ya vitu hapa niende navyo sambamba. Nitataka hii na hii na hii hapa. Hivi vyote nitataka viende sambamba, kwa nita select namba 3, nita unwrap project from view pia. Nitaiselect pia hii, let's say na yenyewe nitaitoa nje kidogo, nitakuja kuzichukua baadaye. Then nitaselect chini na juu. Then nitabonyeza namba 7 top view, nita unwrap project from view, nita scale, na hii nitatoa nje kama hapa. Sehemu zinazobaki let's say labda ndani ya draw huko, ngoja nije hapa nikiselect hii hapa R, nikihide hizi sehemu ambazo ni optional pia, lakini ni muhimu tu kuzifanya. Nita select hii hapa, hii na hii hapa, hii hapa na hii hapa, na hii zote ambazo ni za side moja. Kwa nita bonyeza moja hapa, nita unwrap project from view. Hii hapa pia nitaisogeza pembeni. Okay,
Nitachukua pia na pande hizi huko, hizi za nje huku tayari, ya nje huku tayari nishaichukua. Kwa nitachukua hizi ili hata ukifungua draw isikuletee shida. Namba 3 nita unwrap project from view. Namna hiyo. So ya mwisho tu nita unwrap pia na hapa ambapo unaweka vitu, alafu 7 juu nita unwrap pia project from view, nita scale. Sasa ukitaka kuipanga vizuri tuna alt h zinakuja zote, alafu una select zote, zitakuwa zimejipanga namna hii. Kwa hiyo ili zisitofautiane ukubwa, ndio una select hapa nitakuwa select single vertex na select hapa ili niweze kuselect vyote. Select hii, unahakikisha tu hii na hii hazijatofautiana ukubwa sana, kwa sababu zote hizi ni hii moja ya upande huu, nyingine ya upande huu. Hii hapa na hii hapa ni ya juu na chini. Kwa hiyo namna hiyo utai-scale down hivyo. Alafu nitakuja ku select B, nita select hizi hapa ni zile za drawer, na zenyewe hazina utofauti, arrangement yake haina utofauti na hizi huko. Kwa hiyo unahakikisha tu sio sehemu nyingine inakuwa kubwa sana, nyingine inakuwa ndogo. Hiyo ndio itakufanya text yako isiwe imekaa vizuri. Kwa hiyo make sure unaziarrange tu zote ukubwa zifanane, ndio utapata matokeo mazuri kwenye kufanya texturing. So kuna hizi hapa ambazo nyingine tuliziweka hapa zimekuwa ndogo ndogo sana, japokuwa hizi ni kwa sababu tu hazitaonekana sana, lakini na zenyewe tu nizipe heshima yake. B yani zi scale zifike kidogo hivyo, lakini inatosha mpaka hapo. Nikija kwenye material preview, sasa hapa kuna namna hii rangi zina interfere, kwa hiyo naichezea. Nikichezea upande huu unakuwa hauko sawa, haina shida, ni kwa sababu zimetofautiana hapa. Kwa hiyo nitazichanganya sehemu moja. Hii inakuja ina overlap hapa na huyu B. B hapa, B G, na huyu ana overlap hapa ili wasiniletee shida. Alafu wote nawaleta hapa. Kwa nikija inakuwa namna hii, japokuwa bado hizi za juu pia zinatuletea shida kulingana na texture yetu ni ndogo. Kwa hiyo hii pia nitazi override hapa hivyo. Nikifanya hivi, haya hapo tayari. Nikija hivi, yes. Kwa hiyo at least arrangement imekaa vizuri ya hizo texture zetu. Ingawa zimeonekana kama kubwa kubwa sana, lakini sio mbaya. So kipengele kingine nitakuja kwenye layout. Sasa ili hii material ikae vizuri hapa, iwe inang'ang'a fulani, ngoja kwanza niweke hizi handles, nizipe material yake. Nimeshakupa hiyo ya ubao tayari. Alafu hii hapa nitakuja tu kwenye metallic, nitaongeza value yake iende juu. Tayari zinakuwa ni za chuma. Ukitaka kuzichangia rangi, unaweza ukaja kuchange huko, ukazipa rangi yoyote ile ambayo itakuwa ni metallic. Mimi hiyo naona inatosha. Yes kabisa. Then
kwenye hii hapa, sema nita select hii hapa, nitaipa material ya kwanza ambayo hii itakuwa kama grayish kwa mbali, alafu hii okay, hii sasa huo sijui ni mshikio, sijui ni nini mshikio, alafu hii hapa nitaipa material yake hiyo, lakini sijui hiyo tahitaji, na iache hivyo hivyo material hiyo hivyo, nishaipa hiyo. So sasa kwenye kufanya material, ngoja ni add light, ili siku zote ukitaka material yako ujue inaonekanaje, hutaweza kujua vizuri mpaka uweke light, jinsi gani hicho kitu ulichokifanya kinakuwa light na kiaffect vipi, ndio utaweza kukifanya kwa ubora. So nime add light huko, shift D na add light nyingine huko. Hapa sasa wale videographer hapa ndio mambo yao. Videographer, photographer, masuala ya lighting ndio uwanja wao nyumbani. So hii nitaleta hapa, lakini nitakuja kuchange hapo kutoka kwenye EVE mpaka cycles, ili tupate kujua mwanga unaathiri vipi scene yetu. Kwa nikija hapa nika click, bado sijaona vizuri mwanga, kwa nita select hii, nitaipa material, alafu hiyo material nitaichange kwa emission. Imetoa mwanga huko. Kwa hiyo hii hapa ubao hapa nitaweka 0 kati ya 0.4 0.3, sio mbaya, wa material ya ubao. Hii metallic tayari naturally ni metallic, nimeshaiweka. Sasa kuna kitu kingine naweza nika okay, hiki kitu na chenye ni optional. Let's say unataka tuseme kama ni usiku, unataka hii wake, manake hii wake unaweza kaichange hii pia ikawa emission. Kwa mfano kaipeleka hapa kaipa emission, kwa hiyo hii itakuwa ina emit mwanga. Ukija hapa kupunguza, ukiweka hapa dark, utaona jinsi gani hiyo inatoa mwanga namna hiyo. Na yes, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kai switch hiyo itoe mwanga, lakini pia unaweza ukarudisha kwenye Principad BSDF. Iko wapi Principad BSDF? Hii hapa, ikawa tu ni basic kawaida, then ukaipunguzia alpha. Alpha hii inakuwa transparent hivyo. Alafu tukaja hapa, nirudishe hii, tukasema labda hii kitu sikupanga kufundishwa, yani ndio mtu kwa anayejua kuokota vizuri hapa anapata kitu cha maana pia cha kumsaidia. Okay, tuseme labda nita select, ngoja ni select hii hapa, extrude scale, labda hii hapa nataka labda hii ndio hii emit mwanga, hiyo inawaka. Sijui huko ndani kama ndio iko hivi au haiko hivi, sijui. Naweka hii, lakini hii ndio naipa material ya emission. Kwa hiyo hii ndio itakuwa inawaka. Kwa hiyo nita assign. Nikija kwenye render mode, utakuwa unaona kitu kama hicho, kwamba hii hapo nimeipa transparent, lakini hiyo ya ndani ndio inayo emit mwanga.
hivyo. Sijui kama ndio iko sahihi kiasi gani. Kwa hiyo hizi tu ni alternatively njia ambazo unaweza ukazifanya kutengeneza hiyo. Kwa hiyo namna hiyo, yani irudishe hiyo. Nilikuwa nafundisha tu nirudishe kwenye emission hiyo. So hivyo ndivyo unaweza kutengeneza bedside na hizo handles zake. Kitu kingine nawaza kufundisha vitu vingi. Okay, ngoja niende kwenye shading. Kwenye shading hapa, ngoja niende kwenye materials, ni select ubao. Hii hapa kwenye hiki kitu ubao. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kinasaidia kuongeza bumpiness kwenye ubao. Kwa mfano, japokuwa hapo unaweza ukafanya kabla ukaendelea ukaachia hapo, sio mbaya. Lakini kuna kitu kinaitwa displacement. Na search hapa displacement hapa. Hii inaongeza bumpiness kwenye hii hapa hivi. Let's say tuchukue hii hapa, unaweka kwenye displacement. Hii hapo. Ya G tuiweke hapa juu. Nikichukua hii color, nafanyaje nikichukua hii color naleta kwenye 8. Yes, hii ndio nilikuwa naitafuta. So nimeongeza hii displacement, unachukua color unakuja kuadd kwenye 8, inaleta hizo hapo bumpiness. Kuna vitu fulani hivi, lakini sasa unakuwa kama ubao wa kizamani. Ukipunguza scale inarudi kawaida. So the more unaongeza scale, kuna hizo hapo bumps zinatokea hizo. Sawa. Kwa hiyo sasa hapo unaona kama zimekuwa too much. Let's say hapo yes, hapo hivi ndio imeleta hiyo. Mtu anaona kama vile ni ubao wa ukweli. So hiyo pia ni aina nyingine unaweza uka-add nodes. Hizi hapa zinaitwa nodes kwa wale ambao, kwa sababu hizi kwenye tutorial yangu nadhani ndio tutorial ya kwanza ambayo naonyesha namna ya kuchezea hizi nodes. Kwa sababu hii hapa ndio texture iko hapa. Na by the way unaweza uka remove na ku-add texture hapa. Hii hapa ubao unaweza nikatoa hapa nika-add texture nyingine hapa. Hii hapa ndio Principad BSDF, inachukua texture hapa hivi na i-translate kwenye color afu inatoa output. Lakini nikailazimisha hapa hii ya ubao, japokuwa itatoa hapa hivi output, itapitia kwenye Principad BSDF, itatoa output, lakini nikaweka displacement hapa ili ilete hizo bumpiness hapo katikati. So hivyo ndivyo namna nyingine ya kufanya material. So karibu, comment, like, subscribe, share iwafikie wengi zaidi wanaotaka kujifunza huko. Kama una swali dondosha kwenye comment hapo chini. Kama unahitaji tutorial za kujifunza kutengeneza mtu, zipo mwanzo mpaka mwisho, mpaka afanye vitendo. Tutorial zote hizo zipo. So karibu, tukutane wakati mwingine.